Shalom shalom, ndugu na dada mnao nitazama au mnao nisikiliza. Karibu katika kipindi cha siku ya leo ambalo ningependa tuweze kujifunza kuhusu ujumbe mzito sana. Ni ujumbe uliobebwa kwenye wimbo wa Ng'ang'a wa Kafari, ya kwanza ikiwa ni kanisa hakuna Mungu au kanitha gutire Ngai kwa lugha ya Kikuyu. Kwa lugha ya Kiswahili ukaimbwa na huyu unayemtazama Joseph Njenga 254, kanisa hakuna Mungu. Na sasa hivi kukawa kuna maswali mengi, kuna kutoelewa kwingi na kuna kuzusha kwingi. Na ndiposa kukawa na wimbo mwingine ambao ulitolewa baada yake ya kuweza kuuliza swali, ni nini kinachofanya watu walete siasa nyingi. Ndiposa ikakuwa kwamba wachungaji waambiwe wanunue nduthi kwa sababu hawataweza kukula tena mali za wana wa Mumba. Leo nimekuja tukazungumzie wimbo huu ambao ndio latest, kanisa ni za shetani. Kanisa ni za shetani. Tuweze kuchunguza katika maandiko tuone, je, mambo hayo ni kweli? Kwa sababu wimbo huu umewagusa wengi sana, umewafungua macho wengi waliokuwa utumwani. Hata hivyo wengine bado wameendelea kuzusha. Kuna mahali unaweza kuweka wimbo huo kwa sababu hawajazoea, wakufikirie vibaya. Lakini hilo haliwezi kufanya tusiweze kueneza neno la kweli. Kabla sijaendelea, ni kusihi kitu kimoja. Somo hili tunalojifunza si la chuki, ni la upendo mkuu. Upendo wa kweli ni kusema ukweli hata kama unaumiza. Muumba wetu alisema katika Hosea 4 aya yake ya 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Basi chukua Biblia yako, usiniamini mimi, amini neno la Muumba wako peke yake. Kuwa kama wale watu wa Beroya ambao walichunguza maandiko kila siku kulingana na Matendo ya Mitume 17 aya yake ya 11, kama ilivyoagizwa na nabii Isaia katika kitabu cha Isaia, siko sure 34:16 au 16:34, kwamba tuweze kutafuta mambo yote katika kitabu cha Yawe. Wimbo unaanza hivi kwa Kikuyu: Ngai we mwega
we mwega Ngai wakwa we mwega, ni wandutire kanitha gituma ndige kuhenio, ngohenio gituma ndige kuhenio. Huu ni ushuhuda hai, tukiwachia hapo kwa kudanganywa. Ni kilio cha mtu aliyepata nuru, anamshukuru Muumba. Muumba daima hutuonya kuhusu manabii wa uongo. Katika kitabu cha Yeremia 23 aya yake ya 1 na 2 inasema, ole wao wachungaji wanaoharibu na kutawanya kondoo za malisho yangu. Muumba anasema ole wao. Kwa nini? Kwa sababu wanawadanganya watu wake. Soma pia Ezekieli 34 aya ya 2 na ya 3. Inasema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Mnakula mafuta, mnavaa sufu, lakini hamuwalishi kondoo. Unaona hapa? Wachungaji wa leo wanajilisha wenyewe pia. Wanakusanya sadaka na zaka kwa anasa zao. Wimbo unaendelea kusema, dahe nagio tamwana, tamwana dahe nagio tamwana, jetage mũhunjia baba, ũcio nĩ ũrimũ mũru, nĩ ũrimũ ũcio nĩ ũrimũ mũru, na ndigacokera rĩngĩ. Eno baba witũ nĩ ũmwetu, nĩ ũmwetu, baba witũ nĩ ũmwetu, ithe witũ we matu-inĩ, eno ĩngĩ nĩ mekora, mekora eno ĩngĩ nĩ mekora ya gũtũra ĩboraga andũ. Nataka tuanze na hao wengine ni mikora wa kuwaibia watu. Mambo haya yalitoka wapi? Nataka tuone kwamba mambo haya ni kweli kabisa, na Yesu mwenyewe alikuta biashara hekaluni. Alisemaje? Mathayo ni 21 aya ya 13. Alisema, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Kama Yesu aliita hekalu pango la wanyang'anyi, makanisa ya leo ni nini? Watu wanaibiwa waziwazi. Lakini sikiliza unabii huu wa kushangaza. Muumba wetu hakutuacha tupotee. Katika Ezekieli 34 aya yake ya 10, Muumba anasema, tazama, mimi ni kinyume cha wachungaji hao. Nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, na kuwakomesha wasiwalishe kondoo. Hapa Muumba aliwafuta kazi hawa wachungaji matapeli. Aliahidi kuwanyang'anya kondoo. Kisha akaahidi nini? Ezekieli 34, hiyo tumesoma aya ya 15, inasema, mimi mwenyewe nitawalisha kondoo zangu. Hili ni jambo kuu sana. Muumba wetu
aliamua kujilishia kundi lake mwenyewe. Alifanya hili kwa namna gani? Au alifanyaje hili? Katika kitabu cha Yohana 3:16 ambaye sitasoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yani tangu zamani aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Alimtoa mwanawe pekee. Na ufahamu kwamba mwana wa Mungu sio mwanadamu. Mumba wetu hatuwezi kusema eti alipata mke akawa na mwana. La hasha. Neno lilikuwako tangu mwanzo. Lilifanyika mwili. Kwa hiyo huyu mwana wa pekee ambaye ndiye Yesu, hata yeye mwenyewe anashuhudia kwamba katika Yohana 1:1 kwamba alikuwako neno, na aya ya 14 akakuwa mwili. Ndiyo maana Yesu alisema katika Yohana 10 aya ya 11, mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu ni neno la Muumba lililovaa mwili kuja kulisha kondoo waliotapeliwa na dini. Wimbo unaendelea na kusema, dae nagio tamwana dae nagio tamwana jetage moujia baba ava wito ni omwetu baba wito ni omwetu ithe wito we matuine. Yani baba wetu ni mmoja wa mbinguni. Na maneno haya yametoka kinywani mwa Yesu mwenyewe. Soma Mathayo 23 aya yake ya 9. Yesu alisema, wala msimuite mtu baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Ni amri ya wazi. Lakini nenda kanisani leo, utasikia baba, papa, dadi, bishop, baba wa kiroho na majina kama hayo na macheo kama yale. Na hili ni kosa. Mathayo 23 aya ya 8 hadi 10 inasisitiza, msiitwe rabii, msimwite mtu baba, msiitwe viongozi. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu, baba, kiongozi wetu ni mmoja tu. Hii ibada ya kuabudu viongozi ni sanamu tupu, na ilianza na mtume wa uongo ambaye hakukuwa mojawapo wa wale mitume 12 ambao wanazungumziwa katika kitabu cha Mathayo 23 kuanzia 1. Hivi sasa tuko aya ya 8 hadi 10. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4 aya yake ya 14 hadi 17 anasema, hamna baba wengi, mna walimu 10,000 lakini hamna baba wengi isipokuwa mimi. Huyo ni mkora ambaye anaitwa Paulo, na ndiyo
mwenye makanisa hayo yote, ndiyo mpotoshaji ambaye anayo hizi makanisa yote ambayo iko katika ulimwengu. Kanisa yote ambayo iko na father, iko na bishop, iko na majina kama hayo yote, mwanzilishi ni Paulo. Wale wanaofunga kitambaa, mwanzilishi ni Paulo. Wale wanaonyoa, mwanzilishi ni Paulo. Wale wanaoacha nywele wanaifanya broad hivi, wanaachilia, mwanzilishi ni Paulo. Ni mtu ambaye alikuwa na majibu mengi. Ni Babeli, ni mchanganyiko, kulingana na andiko lililoko katika Mwanzo 11 yake ya 9. Machafuko. Na ndiyo watu wengi tumeweza kufuata. Na ndiposa maandiko yanasema, tokeni kwake enyi watu wangu, katika kitabu cha Ufunuo 18 aya yake ya 4. Na pia mambo haya yamekuwepo tangu zamani, kwa sababu hata Yeremia 51 yake ya 9 inasema, tungependa kuponya Babeli, lakini haukuponyeka. Kwa hivyo kimbieni kila mmoja. Kwa hivyo this is a personal decision. Huu ni uamuzi wa mtu kibinafsi, aondoke katika system ya dini na siasa. Sio kuvutiwa na mtu yeyote yule, bali wewe mwenyewe ujue jinsi ya kumpendeza Muumba wetu, uache kufanya kazi ya bure. Uache kufanya ibada ya kuabudu viongozi ambayo ni sanamu. Sasa hebu tuangalie biashara chafu ambazo zinaendelea katika makanisa hii leo. Wimbo unahoji, dedagerio maguta, maguta, dedagerio maguta, gero atene maupako, gene mae, mae, gene mae, gero atethie gaite nyumba, gene hato, ni hato, gene hato, gero atethie gahate thena, gene sube, ne sube, gene sube, gero atethie gaite nyumba, keuithe tige thito, keuithe tige thito, kanitha nĩ cia shaitani, niliuziwa mafuta, mafuta, niliuziwa mafuta, nikaambiwa eti ni ya upako. Sitaimba yote kwa Kiswahili, ila utaweza kusikiliza wimbo huo katika lugha ya Kiswahili pia, kwa sababu nitaweza kuimba katika lugha ya Kikuyu ninapoendelea kuelezea. Hivyo basi, kulingana na hoja ibuka, je, huu si uchawi? Fikiri kidogo. Je, huo sio uchawi? Ni wapi katika Biblia yote Muumba wetu aliagiza ununue mafuta? Hakuna. Soma Matendo ya Mitume 8:18 hadi 20. Simeoni mchawi alitaka kununua uwezo wa kiroho kwa pesa. Petro akamwambia, fedha yako na ipotee pamoja nawe. Huwezi kununua karama ya Muumba. Yesu aliyewaambia wanafunzi wake kwenye Mathayo 10 aya ya 8, mmeipata bure,
toeni bure. Kama wana uwezo wa kweli, kwa nini wanauza? Hiyo ni biashara. Kanitha nĩ biashara cia andũ kĩũmbe, kanitha gũtirĩ Ngai. Hiyo ni biashara ya kishetani. Ndiposa utasikia tukisema kanitha ni cia shaitani bila uoga. Tutasoma Kumbukumbu la Torati 18 aya yake ya 10 hadi 12. Inakataza kabisa uchawi, uaguzi na hirizi, kuuza maji na chumvi ni kutumia hirizi za kisasa. Wimbo uko sahihi kusema tukaombeshwa shetani, kanisa sitarudi. Twahoithio Damathia, Damathia, twahoithio Damathia, kanitha nie ndigacoka. Kama unanunua miujiza, unamwabudu shetani, hata kama haununui miujiza, kwa sababu wengine watasema sisi hatuuziwi miujiza, ila katika hiyo miujiza ni nini kinachofanyika baada ya mtumishi huyo kufanya miujiza? Anajiinua akisema mumuite my Lord and my fathers. Je, huyo haangaziwi moja kwa moja na Kumbukumbu la Torati 13 aya yake ya 1 hadi ya 5? Nabii huyo ni wa uongo hata kama afanya miujiza. Na ndiposa Yesu akasema katika Mathayo 24 aya yake ya 24 ya kwamba watapoteza hata yamkini walio wateule kwa sababu ya miujiza hizo. Kwa hivyo miujiza haziwezi zikawa kama kipimo. Hata Paulo alifanya miujiza mingi, lakini si kumaanisha kwamba ni mtume wa kweli. Huo ni uchawi na alitumia nguvu za giza na ushawishi, kwa sababu ndiye aliyekuwa akiwaua mitume kabla ya kuweza kujiingiza kwao na kuharibu maneno zaidi na kuleta mafundisho mapotofu. Leo sitazungumzia Paulo mtume wa uongo. Leo nataka tuangazie au tuendelee kuangazia wimbo huu, kanisa ni za shetani, kanitha ni cia shaitani. Wimbo unafichua matunda haya ya makanisa. Unasema ukitaka kuona wazinzi, wezi, wasengenyaji, nenda kanisani. Na wote wanajiita wameokoka. Yesu alitupa siri kwenye Mathayo 7:15 hadi 20. Alisema, mtawatambua kwa matunda yao. Mti mwema huzaa matunda mazuri, mti mbaya huzaa matunda mabaya. Makanisa yamejaa uasherati, wizi na chuki, lakini wanasema wamebatizwa. Huu ni uongo. Sasa hivi tunajua vizuri. Kuna mwanamke ambaye sitamtaja
alitrend kwa sababu ya mambo machafu. Na kuna mhubiri mmoja tata, yule wa 310, akaweza kumchukua na kuendeleza umalaya wake na mambo mengine ambayo yanaendelea chini ya maji mnayajua. Yesu alionya vikali kwenye Mathayo 7:21 hadi 23. Alisema, si kila anayesema Bwana Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni. Sio mbinguni, katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu kuna ufalme wa kimbingu au wa Muumba wetu ambao utatawaliwa na wateule wake milele katika dunia, kulingana na kitabu cha Zaburi 37 aya yake ya 10 na 11, na maandiko mengine mengi ambayo yalitabiri kwamba ufalme wa Muumba wetu utakuwa duniani milele na milele, ikiwemo Danieli 2:44 na 45. Utaweza kusoma mwenyewe kwa sababu hatuzungumzii mambo hayo kwa sasa. Wengi watasema tulitoa pepo, kulingana na Mathayo 7:21 hadi 23, na kufanya miujiza kwa jina lako. Yesu atawajibu nini? Sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Neno maovu hapa kwa Kiyunani ni anomia. Maana yake ni uasi wa sheria. Hata ufanya miujiza kiasi gani, kama huvunji sheria za Muumba, au kama ufuati na kufunza sheria ya Muumba wetu, Yesu hakujui. Hata ufanye miujiza na utendi sheria na hautii maagizo yake, Yesu hakujui. Sasa hapa ndipo kwenye kiini cha somo letu, sheria ya Muumba. Wimbo unasema, ona igetengerio nĩ simba, nĩ simba igetengerio nĩ simba, kanitha niĩ ndigatonya, maigaga gũtirĩ watho, watho maigaga gũtirĩ watho, nĩ waninirwo nĩ Jesu na macio nĩ maheni, maheni na macio nĩ maheni. Tathoma Mathayo 5:17, 17:17. Jesu ndaninire watho, cio nĩ ũrutani mũru, mũru ũcio nĩ ũrutani mũru ũrĩa Paũlũ arutire andũ arothorwo nĩ njiarwa, arothorwo nĩ njiarwa nĩ gũthũkia ũhoro wa ma. Kwa hivyo nataka tushike hapa. Husema hakuna sheria ilimalizwa na Yesu, na huo ni uongo. Na tunaambiwa tusome Mathayo 5 aya 17. Fungua haraka Mathayo 5:17 tusome hadi 19. Yesu alisema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, si kuja kutangua bali kutimiliza. Yesu alisema hata yodi moja wala nukta moja ya torati haitapita. Mbingu na nchi bado zipo, basi sheria bado zipo.
Yesu anasisitiza vizuri katika Luka 16 yake ya 17 kwamba ni rahisi mbingu na nchi kupita kuliko neno moja katika Torati itanguke. Kwa sababu wengi hutumia Mathayo 5:17 na kupotosha kusema eti maana ya kutimiliza, wanakimbia hata wataki kuendelea haya 18 na 19 na 20 inavyosema. Kwa hivyo sheria ya Muumba bado ipo. Anayevunja amri moja na kufundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa. Hiyo ni aya 18. Lakini makanisa yanafundishaje? Yanasema sheria imefutwa, tuko chini ya neema. Wimbo unasema huu ni uongo na ni mafundisho mabaya ya Paulo aliyowafundisha. Huu ni ukweli mchungu na unapaswa kuumeza. Barua za Paulo zinapingana na Yesu. Paulo anasema kwenye Warumi 6:14, hamwi chini ya sheria bali chini ya neema. Kwenye Wagalatia 3:13 anaita sheria laana. Kwenye Wakolosai 2:14 anasema sheria ilipigiliwa msalabani. Kwenye Waefeso 2:15 anasema sheria imebatilishwa. Lakini Yesu alisema si kuja kufuata. Nani mkweli hapa? Katika Mathayo 23 aya yake ya 2 na 3 pia Yesu alituambia tufuate maneno ya kitabu cha Torati cha Musa. Nani mkweli na nani muongo? Ni Paulo au ni Yesu? Hata Petro alituonya kuhusu Paulo. Katika Petro wa pili 3:15 na 16, Petro anasema nyaraka za Paulo zina mambo shida kueleweka ambayo watu huyapotoa na kuleta uvunjifu. Hili lilishatabiriwa zamani sana. Katika Yeremia 8 aya yake ya 8 inasema, mwasemaje sisi tuna akili na torati ya Bwana tunayo? Hakika kalamu ya uongo, nataka ushike hapa, hakika kalamu ya uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Hii ni kwa wale ambao wanatii sheria au wanaamini kwamba au wanajua kwamba sheria Muumba wetu ipo na inafaa kufuatwa. Mnasemaje iko sheria na kalamu za Paulo zimesema hakuna sheria na kwamba hiyo ni uongo? Hii kalamu ya uongo iliingizwa kwenye Agano Jipya kupitia barua hizi kupotosha sheria za Muumba. Kumbukumbu la Torati ni 13 yake ya 1 hadi ya 4 inaonya wazi, hata nabii akifanya miujiza akikwambia uache sheria ya Muumba usimsikilize, ni mtihani tu. Angalia mitume wengine walivyosema. Yakobo 2 aya yake ya 10 hadi 12 inasema tutahukumiwa kwa sheria. Yohana anasema kwenye Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 hadi wa 6, kumjua Yesu ni kushika amri. Alikuwa akirejelea maneno ya Yesu mwenyewe katika Yohana 14 aya yake ya 15. Na Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4 anasema dhambi ni nini? Ni uvunjaji wa sheria au ni uasi. Ufunuo 12 yake ya 17 inasema wateule ni wale wanaoshika amri za Mungu na ushuhuda
wa Yesu. Mambo ni mawili. Ni mawili tu. Sheria na ushuhuda. Sasa sikiliza kuhusu ibada ya kweli. Yesu alisema kwenye Yohana 4:21 hadi 24 kuwa hatutaabudu milimani wala hekaluni. Waabuduo halisi watamwabudu katika roho na kweli. Kweli ni nini? Zaburi ni 119 aya yake ya 142. Psalms 119 verses 142. Inasema, torati yako ni kweli, kwa roho na kweli. Kwa hiyo kumwabudu Muumba ni kutii sheria yake. Hata katika kitabu cha Ezekieli 36 ukisoma aya yake 26 na 27, kusudi la roho wa kweli wa Muumba wetu kuja ni kuweza kutusaidia kutii sheria zake Muumba wetu. Sio kwenda kwenye majengo. Kumwabudu Muumba ni kutii sheria yake. Yesu alisema kwenye Yohana 2:19 na 20, livunjeni hekalu hili, nami katika siku 3 nitalisimamisha. Alimaanisha nini? Alimaanisha mwili wake. Hekalu la Yerusalemu lilikuwa limefika mwisho. Leo sisi ni hekalu lake. Hatuendi kanisani. Si kwamba tumepotea. Tunajua, au mimi binafsi niseme, ninajua nifanyalo. Ibada ni maisha ya kumtii Muumba wetu. Hiyo ndiyo ibada ya kweli. Unabii wa nyakati hizi za mwisho uko wazi. Isaya 8 aya yake 20 inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, ni kwa sababu hawana nuru. Wanaokataa sheria bila shaka wako gizani. Lakini wao wanaita ili giza mwanga. Wanaita ili giza mwanga, wakisema mnaingilia makanisa na mambo kama hayo, na kuleta laana ambazo haziwezi zikafanyika hata kidogo, kwa sababu mambo ambayo tunasema ni ya kweli kabisa na yanafaa kufuatwa, yanafaa kutiliwa maanani na kutiliwa makini, ili mtu akaweze kuokoa moyo wake dhidi ya mbwa mwitu. Wimbo unasema, giza uambiwe ni mchana, katika chorus, au giza uambiwe ni mwanga, kanisa ni za shetani. Wacha niimbe chorus. Aliriri mwago, mwago, aliriri mwago, nimenyete oro ama, ndigacoka kuhenio. Kuhenio, ndigacoka kuhenio, Mwathani wakwa ni mwega, kanitha ni cia maheni. Maheni kanitha ni cia maheni, mundu ahenagio ta mwana, kero ni kiiro. Ni kiiro, kero ni kiiro, kanitha ni ndigacoka, ndumo kero ni utheri. Ni utheri, ndumo kero ni utheri.
kanithani cia shaitani. Giza waambiwe ni mwanga, ni mwanga, giza waambiwe ni mwanga, kanisani za shetani. Isaya 5 aya yake 20 inasema, ole wao wanaoita uovu wema na wema uovu. Makanisa yameweka giza badala ya nuru. Ndiposa Isaya 60 aya yake ya kwanza tunaagizwa kwamba inuka uangaze, wewe ambaye unaifahamu neno la kweli ambayo ni sheria na ushuhuda. Inuka uangaze, binti Zayuni. Yesu alionya kwenye Mathayo 24 kuwa manabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi na wateule hata ikiwezekana. Uongo wao mkubwa ni upi? Kukataa sheria. Ufunuo 14 yake 12 inasema, watakatifu ni wale wazishikao amri za Muumba. Ufunuo 22 aya yake 14 inasema, heri wazitendayo amri zake, wapate haki ya mti wa uzima. Na hapa kuna ukweli mkuu sana ulio karibu kutimia. Nyakati za utawala wa kisiasa na dini umefika mwisho. Kwenye Danieli 2:34 na 44 uende hadi 45, Muumba alimuonyesha mfalme Nebukadneza ndoto ya sanamu kubwa inayowakilisha falme zote za dunia, ambayo sasa hivi makanisa yanafundisha kama story kwamba Shadraka, Meshaka na Abednego wakatupwa kwa tundu la shimo la moto, wakao tanuru na mambo kama hayo, jinsi Mungu anaweza kukuokoa kupitishia juju bila kuelezea maana ya ndoto ile ya mfalme Nebukadneza kama ilivyotafsiriwa na Danieli kwa uwezo wa Muumba wetu. Ulikuwa upi maana yake? Ukisoma hiyo Danieli 2:34 uende hadi uruke uende 44 hadi 45, au pia unaweza ukasoma yote ili uelewe zaidi. Tutaona kisha jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono likaipiga ile sanamu na kuisaga kabisa. Hili jiwe ni ufalme wa Muumba wetu, falme za kisiasa, tawala za kidunia na mifumo hii ya kidini ya kudanganya watu na kuwapeleka jehanamu inakwenda kusagwa na kuwa kama makapi. Ufalme wa Muumba uko karibu kuanza. Nani atautawala? Danieli ni 7:27 inatupa jibu. Inasema, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wa aliye juu. Wateule wataenda kutawala milele na milele. Wateule watatawala katika ufalme huo utakao kuwa katika dunia huu. Ndiyo maana wimbo unamalizia kwa nguvu sana. Unasema, watu watii sheria kote kote duniani, na akatae atakufa. Dunia si ya waasi. Maraigwa mamenete kumenae, maraigwa mamenete nikwira ndoro ama na nie ngaiga ni yao na nie ngaiga ni yao
tio matũmaga ndũre ndũragio nĩ mũnyũmbi. Mũnyũmbi ndũragio nĩ mũnyũmbi, ũcio tu nowe ndĩĩte, na nĩkĩo itaga kira. Gũkira na nĩkĩo itaga kira, nginya kanitha ikahingo andũ mate watho. Watho andũ mate watho kũndũ guothe ndũrĩrĩ-inĩ, na ũrĩa warega agakua. Agakua na ũrĩa warega agakua. Theno ti aregi watho. Sikia wengine kwa sababu ya kusema akatae atakufa, wanataka eti DCI iweze kuingilia kati. Ni wakati ambapo mnafaa mjichunguzie maandiko, mwelewe mambo haya yalitabiriwa kwamba katika ufalme huo ni hakika kwamba akatae kutii Muumba wetu mwenyewe atamuangamiza. Si kwamba eti ni watu fulani watakuangamiza, bali Muumba mwenyewe, kwa sababu hukumu za haki Muumba wetu aliweza kuipandisha ngazi akaweze kufanya hukumu mwenyewe. Ila ni kweli kabisa dunia hii haitabaki kwa waasi, kwa sababu imeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30:19 na 20. Muumba ameweka mbele yetu uzima na mauti. Tumeambiwa tuchague uzima kwa kutii sauti yake. Mhubiri nayo 12 aya yake ya 13 na 14 inahitimisha yote. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Kama unakataa sheria, hata sala yako ni chukizo, maombi yako ni machukizo, kama inavyosema Methali 28 aya yake ya 9. Basi ndugu zangu na dada zangu, tusimame imara. Tuache udanganyifu, tuache kudanganywa. Muumba amelisha kondoo wake na kwa neno lake la kweli ambalo ni sheria na ushuhuda. Ufalme wa uongo, siasa na dini unaporomoka. Ufalme wa jiwe unakuja. Tutii sheria na ushuhuda wa Muumba wetu, na tubarikiwe sana, na tuendelee kuchunguza maandiko haya kwa makini ili tuokoe nafsi zetu. Nitatamatishia hapo, ila ikiwa kuna mtu ana swali, namba yangu iko kwenye screen 0717065073. Ukaweze kuuliza maswali yoyote yale tuweze kusemezana, kwa sababu neno lasema wazi kwamba katika kitabu cha Isaya 1:18, njooni tusemezane enyi watu wangu. Muumba wetu anasema tusemezane naye, tusemezane na Muumba wetu. Ikiwa tumekosa atatusamehe, na anasema kwamba hata dhambi zetu zingekuwa nyekundu kama damu ataweza kutusafisha. Shalom shalom, tuwe na wakati mwema hadi katika sehemu nyingine ambayo Muumba wetu atatuwezesha tukaweze kusemezana. Mbarikiwe na tubarikiwe tunapokubali kumtii.